man hiya almar'atu salihah, nani mke ambaye anabeba hii sifa ya kwamba yeye ni mke mwema? Man hiya? Jawabu bado inatokamana na maneno na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi nyingine alladhi akhrajahu al-Imam Abu Daud fi sunani wa ghayruhu biisnad sahih min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, katika kumweleza mwanamke mwema, qala alayhi salatu wassalam, kwamba mke mwema ni yule ambaye man idha nadhara ilaiha sarathu. Sifa zake hizo. Sasa mke mwema ni yule ambaye pindi yule mume anapomtizama, sarathu, humfurahisha kwa ule mtazamo wake anapomwangalia. Hiyo ni sifa ya kwanza ya mke mwema. Ukimwangalia unafurahi, unasikia raha, unasema alhamdulillah ala ni'ami, unafurahi kwa yale unayoyaona. Amekaa vizuri, amejiweka vizuri, amejitengeza vizuri kwa ajili yako, si kwa ajili ya mambo mengine nje huko. Wa idha amaraha, na anapomwamrisha, ata'athu, yule mke humtii. Sifa ya pili. Sifa ya tatu, wa idha ghaba anha, na pindi yule mume anapoondoka nyumbani akiwa hayuko, hafidhathu fi maliha wa nafsihi, yule mke humhifadhi yule mume katika mali yake na katika nafsi yake. Imekuja katika baadhi ya riwayat, wa fi nafsiha, kadhalika na nafsi yake yule bibi pia hujihifadhi. Yule mke humhifadhi yule mume katika mali yake na hujihifadhi yule mke mwenyewe katika nafsi yake, yote mawili akayahifadhi. Fa idha ijtama'at hadhihi al-awsaf al-thalatha fi ay imra'a, hizi sifa zinapojumuika katika mwanamke wa Kiislamu, hapo ndipo mke huyo huitwa katika sheria mwanamke mwema. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kama alivyopokea Samura ibn Jundub, asema sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul an-nisa'u thalathun. Umar ibn al-Khattab naye asema wanawake ni aina tatu. Wa kwanza asema imra'atun afifatun aqilatun hayyinatun layyinatun wadudun walud. Sifa zake hizo. Tu'inu ahlaha ala ad-dahri wala tu'inu ad-dahra ala ahliha. Asema Umar bin Khattab, sifa ya kwanza au mwanamke wa aina ya kwanza, asema ni mwanamke ambaye aqila, ana akili zake timamu. Afifatun, mwanamke mwenye kujihifadhi, siwa kujitangaza hovyo hovyo, siwa mwanamke wa kujitangaza na kujianika na kujiweka mitandaoni. Kwenye mitandao yote yupo, ameolewa lakini hujui bado atafuta nini. Maaha ba'luha, anaye mumewe wa kumtosheleza, lakini yeye bado hajasikia raha. Hayina layina, mwanamke ambaye ni mwepesi, hana uzito juu ya mumewe, na layina kadhalika ni mlaini wa adabu na suluk na akhlaq. Wadudun, mwenye kumpenda mumewe mno, min alwuddi. Waludun, mwenye kuzaa, mwenye kuzaa. Mumewe akitamani watoto, yeye yuko tayari. Amwambie sasa, unajua kulingana na hali ya uchumi. Usiniulize swali lakini katika upande huo, maana utakuja maswali ya mambo ya family planning na mengineyo. Hii sifa ya kwanza. Ya mwisho, qala Umar bin Khattab, tu'inu ahlaha ala dahri, awasaidia watu wake, mumewe na watu wake wote kwa jumla, ala dahri ay ala nawaibi dahr, awasaidia watu wake juu ya pindi panapozuka ile misukosuko ya wakati, misukosuko ya kimaisha pindi inapopiga, lile vuguvugu la maisha linapokuja, uchumi mgumu, sijui nini, tabu, balaa, shida zinapokuja, yule mke anakuwa ni mwenye kufahamu zile hali, anasaidiana na watu wake katika hali ya kuelewa ule uzito wa maisha. Kwa hivyo yeye usimama pamoja na watu wake katika
kutatua ule uzito wa maisha na ugumu wa maisha. Wala tuinu ad-dahra ala ahliha, sio kwamba yeye husimama na matatizo ya maisha katika kuwagandamiza wale watu wake. Mumewe kulingana na ile hali ilivyo, uwezo wake kwa siku ni shilingi 500, hiyo tangu alipomoa, leo ni miaka 5, ile 500, hajaongezewa mshahara. Tuinu ahlaha ala dahri, yeye na yeye yule mke huridhia. 500 ni ile, lakini 500 ya sasa na miaka 5 tofauti. Lakini yule bibi kwa sababu ya kwamba ni mraa saliha, ana hizi sifa za aqila, afifa, hayina, layina, hamsumbui mumewe. Ile 500 huisarifu. Ilikuwa zamani akinunua viteweo mbalimbali, akinunua hii, akinunua, lakini sasa haileti tena ile 500. Kwa hivyo huipeleka ile 500 kulingana na ile hali itakavyokubali hivi sasa. Sio kumwambia mume, wewe huoni maisha vile alivyo leo, wewe mbaki na lile jero lako, mbaki nalo jero lako, uniongezee, kama ambaye wewe huoni ya maisha vile yalivyobadilika. Mwanamke wa pili asema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa ukhra, na mwingine naye, wi'a'un lilwaladi la tazidu ala dhalik, mke mwingine naye ni chombo tu cha kubeba watoto na kuzaa, hana lingine lolote la ziada, hana hizo sifa ambazo zimetajwa. Inabidi sasa yule mume mambo yote ayafanye mwenyewe, sababu mwanamke hana sifa ya akili, hana sifa ya ifa, hana sifa ya hayina, hana sifa ya layina, hana hizi zote. Sasa yule mume inabidi yeye ndiye apange mambo, yeye ndiye afanye kila kitu. Mwanamke aina ya tatu, qala Umar ibn Khattab, wa ukhra ghillun au ghullun qamilun yaj'aluhu Allahu fi unuqi man yasha. Ghil ni pingu, mufrad, jam'uhu aghlal. Qamilun ni chawa, wale wanyele wale. Katika lugha ya Kiarabu haya matamko mawili yakitumika pamoja ni balagha, ni mathal ya Kiarabu. Waarabu wana amthal. Amthal sisi katika lugha ya Kiswahili tunasema ni methali, kwa wao pia wana methali zao wanatumia, al-amthal as-sa'ira inda al-arab. Katika methali zao wanasema, mtu akisema kwamba fulanun ghillun qamilun, fulani ana pingu tena mwenye chawa, hii ibara maana yake katika methali za Kiarabu ni kwamba una tabia mbovu mno, una tabia mbaya mno. Na asili hii ibara inatokamana na kwamba kule zamani wale usara, wale waliotekwa mateka, walikuwa wakipigwa pingu, wakifungwa, wanawekwa kule kizimbani pale mpaka wanakuwa wachafu, nyele zao zinatoa chawa, ikatoka pale istiara. Kwa hivyo hii ibara ikatumika bimaana su'ul khuluq. وعمر بن الخطاب قال واخرى غل قمل يجعله الله في عنق من يشاء. Mke mwingine ni yule aliyena tabia mbovu, yule ambaye hana tabia nzuri, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala pingu hiyo huiweka katika mkoo au shingo ya yule amtakaye katika waume, kwa maana kwamba ni mtihani sasa huo. La yanza'uhu illa idha sha, Allah subhanahu wa ta'ala pingu hii haiondoi isipokuwa atakapotaka, imma bil maut wa imma bil firaq, imma itokee firaq au itokee mauti.